Ndugu zangu, naomba niwaambie, hakuna kitu kizuri duniani kama maendeleo, lakini huwezi kupata maendeleo bila kuwa na amani. Na mpaka sasa nikwambie, Chama cha Mapinduzi tukihukumu kwa mambo yote, lakini tukisifie kwa kuhakikisha amani ya nchi yetu inadumu. Vijana, naomba niwaambie, ukitaka kuijua historia ya Tanzania, unatakiwa kwanza uijue historia ya Chama cha Mapinduzi. Ukitaka kuijua historia ya Chama cha Mapinduzi, unatakiwa ujue historia ya viongozi waasisi wa Chama cha Mapinduzi. Kuanzia wakati wa Nyerere kupigania uhuru, kuunganisha vyama vya ASP na chama cha TANU tukapata Chama cha Mapinduzi, ukajua walifanya mikakati gani. Nyerere akatumia lugha ya Kiswahili kuhakikisha kwamba tunawaunganisha watu. Mimi nimetoka China juzi. Kule China hakuna uhuru wa kutumia internet hovyo hovyo kama huku, lakini huku tuna uhuru huo na bado tuna amani. Hebu tujaribu kuienzi. Mimi niwaombe vijana, niwaase waendelee kuwa wazalendo wa taifa hili, na uzalendo ni kuipenda nchi yako, uzalendo ni kudumisha amani, uzalendo ni kukataa kutenganishwa, uzalendo ni kukubali kuunganishwa. Na mpaka sasa niwaambie, Chama cha Mapinduzi kinawaunganisha. Tuache kusikia na kuokota taarifa mbalimbali kutoka kwa watu mbalimbali ambao wanatenganisha wananchi. Na mimi niwaambie kitu kikubwa ambacho, ndugu vijana na ndugu wananchi wa Manyara, ni kujaribu kuonyesha ukomavu wetu. Wakija wanasiasa tuwasikilize wote, tuwasikilize kwa makini, tutumie akili zetu kuchambua. Tukimshtukia mtu kwamba huyu anatupeleka sipo, tuachane nao, turudi kwenye chama ambacho kimeweka misingi mikubwa ya amani katika nchi yetu. La pili, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Na uchaguzi maana yake ni kuchagua kile unachokipenda. Mwaka jana tumefanya uchaguzi wa serikali za mitaa. Chama cha Mapinduzi kimeshinda kwa 99% kwa mkoa wetu 0.6, sehemu zingine 98, kwa ujumla kitaifa 99%. Lakini mimi leo niseme hiyo haitoshi. Wananchi, inapotokea nafasi ya kwenda kujiandikisha kupiga kura na kuboresha taarifa zetu, tutoke tukajiandikishe ili tufanye uchaguzi ambao utaiambia dunia kwamba tumeichagua CCM kwa sababu imefanya mambo makubwa. Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mpaka sasa katika mkoa wetu wa Manyara ameshatupatia bilioni zaidi ya 700 kwa ajili ya miradi mbalimbali ya maendeleo. Ninaweza nikazungumzia miradi ya kitaifa ya kimkakati kama SGR, miradi ya bwawa la Nyerere, lakini nataka nizungumzie miradi ya maendeleo tunayoiona katika mkoa wetu wa Manyara, hususani nikianza na Babati. Tumejengewa shule ya wasichana pale. Mama Samia ameleta bilioni zaidi ya 3.5 kujenga shule ile ndani ya muda mfupi. Leo wasichana wetu, watoto wetu wenye vipaji maalum wanasoma pale tayari. Tumepewa bilioni zingine 4 inajengwa shule kwa ajili ya wavulana katika mkoa wetu. Lakini nikiongelea katika habari ya maji, katika mkoa wetu ukienda Simanjiro pale kuna tenki linajengwa, mradi wa shilingi bilioni 41. Leo hii Simanjiro kulikuwa na shida kubwa ya maji. Tanki lile lenye uwezo wa kubeba lita zaidi ya milioni 1. Watu wa Simanjiro wa Masai watalima mpaka mboga kwa sababu ya upatikanaji wa maji. Lakini ukienda maeneo ya Hanang, ukaenda Mbulu, miradi ya maji ni mingi sana. Na mimi niseme, Mama Samia sisi hatumdai, lakini Samia anatudai. Na niwaombe wananchi, nichukue nafasi hii kuwashawishi, tumlipe Oktoba, tumlipe kura nyingi. Tuiambie ulimwengu, tuiambie dunia kwamba mama tunampenda kwa sababu anafanya kazi. Kama ilivyo vifaranga wanakimbilia kwa mama, sio kwa jogoo, na sisi tutakimbilia kwa Mama Samia. Tunampenda sana. Na kama atasikia sauti hii Mama Samia, hii ni sauti ya Watanzania. Mama, tunakupenda sana sana, na tunakuombea maisha marefu ili kusudi tuendelee kufaidika na kunufaika na mambo makubwa unayoyafanya. Na ndio maana niliweza kusisitiza pia viongozi wa dini zote watusaidie kumwombea kiongozi huyu. Kiongozi huyu ni moja ya viongozi adimu katika dunia. Tumwombee maisha marefu, tumwombee afya njema,
tuombee amani ya Tanzania, tuombee maendeleo ya Tanzania. Na amani ya Tanzania ndio msingi wa maendeleo ya Tanzania. Asante.